Ni usajili gani umeona mpaka sasa hivi umekuvutia? Simba ndo usajili ambao umeonesha kitu. Jonathan Soa ni miongoni mwa maingizo mapya kwa Simba, amefunga. Selemani Mwalimu kapata big chance 2 za kufunga lakini hajazitumia. Kitambala Ande Boeli amepata nafasi ya kucheza mechi hizi. Zungumzia Singida ambao walimchukua Chama pia. Kwao ni usajili mpya kwao. Bao la Singida Black Stars kwenye mechi ya kwanza lilifungwa kule Rayon Sport ya ligi kuu. Kana Nio Maema hajatisha. Yaani mechi zote 2 za Simba hakuna cha ziada kikubwa ambacho unasema hiki sasa amekuja nacho. Ni kuna mtu anaitwa Faisal Salum Feito. Ukienda Yanga unamgusa Conte. Simba. Kwa nini Simba? They have scored 6 goals kwenye 2 matches. Azizi Andabwile ameongezewa mkataba. Timu ambayo haijafikiwa, yani haijafikiwa kwa maana hajawatengenezea wapinzani big chance, ni Singida Black Stars. Singida Black Stars. So cha Yanga abaki ama ondoke? Yes, ligi kuu ya soka Tanzania bara imekuwa na mapumziko kidogo kupisha kalenda ya FIFA, lakini kuna baadhi ya timu ambazo zimecheza michezo 3, lakini pia ni timu 4 ambazo zilishiriki ile michuano ya CAF. Wao ile kwenye raundi ya kwanza kucheza mechi kwa maana ya Simba, Yanga ambao walikuwa wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini unazungumzia Azam FC pamoja na Singida Black Stars ambao wao walikuwa wanashiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kikubwa hapa nikiona na mwenzangu Hugo Lugano Makalobo, hebu tuzungumze usajili wao ambao waliufanya, usajili mpya kwenye hizi timu 4 ambazo zilikuwa zimewakilisha Tanzania kwenye michuano ya CAF. Tukipima viwango vyao, tunasema bwana, siku zote mchezaji huwa sio lazima apewe mechi 3 5. Mchezaji bwana anaonekana mechi moja tunamuona huyu hapa. Tukianza kwenye kikosi mpaka sasa hivi kwenye hizi timu 4, ni usajili gani umeona mpaka sasa hivi umekuvutia kwenye hizi timu 4? Na binafsi nafikiri ni usajili wa Simba ndo usajili ambao umeonesha kitu kutokana na malengo ya uwanja. Unajua unapomhitaji forward maana yake unamhitaji forward akafunge magoli ama akatengeneze magoli. Ni kitu ambacho kimeonekana tayari kwa upande wa Simba. Mwalimu ameingia, ameshaonesha kitu, ameziona nyavu, na sio tu nyavu, amefunga katika viwango vilivyo bora. Lakini pia Jonathan Soa ni miongoni mwa maingizo mapya kwa Simba, amefunga. Ni tofauti na usajili wa klabu nyingine. Hatujaona wale wachezaji wapya katika maeneo ya ushambuliaji wakifunga mabao. Bado hawajatuonesha. Inaweza kuwa ni mapema sana kwa sababu hazijafikia mechi 3 ligi kuu mpaka sasa hivi, ni 2 tu. Labda tusubiri mechi zijazo wenda tukaona maajabu, lakini so far katika mechi 2 hizi ambazo unaweza ukasema ni 100% mechi ambazo zimeshachezwa kwa hatua 2 za kwanza, Simba wako vizuri. Nimependa hapo umeweza kuzungumzia kwenye eneo la ushambuliaji kwa maana ya nyota wapya, na tunakumbuka na miongoni mwa mastrika ambao waliteka vichwa vya habari mwaka robo. Uwezi pia kuacha kumtaja mtu kama Kitambala ambaye yupo Azam FC. Sahihi. Lakini ukimgusa mtu kama Ande Boeli kwa Yanga. Na mpaka sasa kwenye hizi mechi 5 ambazo wamecheza, kumbuka kuna Yanga na Simba ni mechi 5. Maana yake unagusa mechi ya ngao, unagusa mechi 2 za ligi kuu, lakini pia unagusa na mechi 2 za hatua ya awali kwenye michuano ya CAF. Lakini pia kwa upande wa Azam wao ni mechi 4 kwa maana kwamba wao wa kwanza kwenye ligi kuu. Lakini hawa mastriker nafasi wamepata. Umeona? Kwangu mimi ukiniuliza usajili mpya kwenye eneo la striking force ambaye kwangu mimi nimependezwa naye mpaka sasa, kwa maana kuna kitu ambacho amekwenda kukionyesha kulingana na nafasi ambazo amezitengeneza. Yes, siwezi kuacha kumtaja kama mtu kama Selemani Mwalimu kwa nafasi ambayo alicheza. Kumbuka kwenye mechi dhidi ya Namungo aliingia kipindi cha pili. Mechi ya kwanza ile hakucheza, si ndio? Ndio. Lakini ukipima hesabu, Simba wamekwenda kunufaika moja kwa moja
na usajili wao mpya kwenye eneo la ushambuliaji. Nazungumzia mechi ya kwanza dhidi ya Pamba alifunga bao Jonathan Soa, bao la pili. Lakini mechi dhidi ya Namungo anafunga bao Selemani Mwalimu. Kwa hivyo kuna green light ya Simba ambao wameionyesha mapema kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini kwa upande wa Azam FC wao wamenufaika tu kwenye mechi moja ile ya ligi mabingwa, kombe la shirikisho baada ya Kitambala kufunga bao la pili kule Sudani Kusini. Lakini kwenye ligi kuu hajaweza kufanyaje, hajaweza kushine, na takwimu zake zinaonyesha kwamba kwenye hizi game ambazo amecheza kwenye ligi kuu kapata big chance mbili za kufunga, lakini hajazitumia Kitambala, na nafasi ambazo alitengenezewa hajaweza kuzitumia. Lakini nimeona ni striker ambaye bado tunasema ni kama anajaribu kujichochea mwenyewe kuingia kwenye mchezo, na naamini anaweza kushinda. Lakini kwa upande wa huo nafikiri kwangu mimi mwenyewe nimemwona zaidi Selemani Mwalimu kwa kwanza kabisa. Lakini pia kwa upande wa Yanga Ande Boyeli alipata nafasi ya kucheza mechi. Kumbuka alianza mchezo wa kwanza kabisa dhidi ya Pamba alianza Ande Boyeli, lakini dhidi ya Mbeya City pia alianza, na mechi dhidi ya Pamba alipata nafasi mbili, hazikuwa big chance, ila nafasi mbili za kufunga ambazo hakuzitumia. Lakini pia mechi ya Mbeya City alipata nafasi lakini kuna nafasi ambazo alikuwa anatengenezewa alikuwa amewekewa tunasema ile kama marking. Kwa hivyo bado naye hajaweza kuonesha kile ambacho wengi walitarajia wangekiona. Nafikiri mimi na wewe tunaungana hapo kwa maana kwamba kwenye eneo la ushambuliaji wale mastrika wapya ama washambuliaji wapya ambaye wamefika zaidi ni kutokea kwenye Costa Simba. Tuje katika eneo la kiungo ya ushambuliaji sana. Timu hizi nne zilifanya usajili kwa maana kuingiza maingizo mapya kwenye eneo la kiungo ya ushambuliaji. Ukihusia kwa upande wako kwa labda nikuulize katika eneo la kiungo ya ushambuliaji, bado tunakumbuka majina ambayo alikuwa anazungumzwa sana, Neo Maema Simba, Mo Dumbia Yanga. Sawa. Lakini unamzungumzia Barakat Himid kwa maana ya Azam. Sahihi. Lakini huwezi kuacha kuzungumzia Singida ambao walimchukua Chama. Wao ni usajili mpya kwao, si ndio? Kwenye eneo la kiungo bao la Singida Black Stars kwenye mechi ya kwanza lilifungwa kule Rayon Sport ya ligi kuu dhidi ya KMC ilikuwa right? Bao lao lilifungwa na nani? Nafikiri ngoja ni nafikiri sio Chama. Chama alifunga yale mabao ya kombe la shirikisho. Yes, ya shirikisho yote mawili alifunga yeye. Na kimsingi ukirelay hapo kwa upande wa viungo, nadhani Singida Black Stars ndio ambao kwenye eneo la kiungo usajili wao unaonekana kuwa walipa sana kufikia hapo, kitathmini kwa kurelate zile mechi za kombe la shirikisho. Nadhani ndio walikuwa vizuri sana. Hizi viungo kwa upande wa klabu nyingine bado hawajaonesha cheche sana. Mechi ya KMC alifunga Trabi mlinzi wakati sahihi. Na bao la pili kwenye mechi ya pili alifunga ni Rupia ambaye sio usajili mpya. Lakini swali kubwa hapo nimekuuliza Makalobo tuadili na hawa viungo kwa nini pia ni kwa nataka nijue hapo tukitokea hapo tujue huyu Rupia kati anafunga assist itoka kwa nani? Ndio. Au Trabia kati anafunga assist itoka kwa nani? So inawezekana wakawa ni viungo walitoa hizo assist, maana yake kimsingi utasema timu imefanikiwa, right? Ndio. Lakini so far so good, bado hatujaona kwa kubase kwenye ligi. Bado mimi sijaona kiungo ambaye amekuwa ni threat sana katika viungo wapya wa hizo klabu zote, yani kiungo kwamba huwa kaonesha ametisha. Tumeona majina kama ulivyowataja kana Neo Maema hajatisha. Yani mechi zote mbili za Simba hakuna cha ziada kikubwa ambacho unasema hiki sasa amekuja nacho. Ndio ametoa assist. Uko sahihi unajua hapo Makalobo. Ina maana katika hawa viungo wanne tuliowataja wa kushambulia kwenye eneo hasa la nambari 10 tumemtaja Mo Dumbia, Mohamed Dumbia wa Yanga, Neo Maema wa Simba. Dumbia na assist. Dumbia na goli hajafunga. Na goli hajafunga. Mwingine nani? Na tugusa Neo Maema wa Simba. Neo Maema Simba yana assist tayari. Assist kwa
kwa Rushain Deruk alifunga bao la pili jana dhidi ya okay, sawa. Nadhani eneo la kiungo pia Simba pale unaweza kaeka tiki kwa kubase number. Unaweza kaeka tiki kwamba pia napo pamewalipa walau kiungo huyo mmoja ameweza kutengeneza goli katika magoli 6 ambayo Simba wanayo kwa ligi kuu. Labda Balgano Makalomo tuweke hivi. Unajua kuna viungo wapya nambari 10 ambao wamesajiliwa this time Makalomo. Alafu wanakuja kuchuana na nambari 10 mzoefu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Unazungumzia Faisal Salum. Labda tuweze kupambanisha hapa pia na namba zao. Tumemgusa Neo Maema, sawa? Mo Dumbia. Ambao ni viungo wawili nambari 10 ambao wamekuja this time kwenye ile eneo. Lakini kuna mtu anaitwa Faisal Salum. Feito ambaye yupo amethibitisha na mpaka sasa hivi tunaendelea kuona. Okay, kama nikikuuliza kwa mtazamo wako, naona ambavyo umewaangalia mpaka sasa hivi. Yupi amekuimpress zaidi katika hizi mechi ambazo mbili za ligi kuu? Maana wote wamecheza. Nimekuwa impressed sana na Faisal. Sijui wengine watasemaje. Yupo mtu atasema labda kwa sababu ni Mtanzania, hapana. Yaani tayari Faisal ameendelea pale ambapo aliishia. Yaani anaendelea kuonesha kile ambacho alikuwa anatakiwa kuonyesha. Lakini pia kuna nitaka kumtaja, of course kwa sababu tumeshamtaja Faisal na alikuwepo. Pia kwa upande wa Simba huwezi kuacha kumtaja Ahwa. Ahwa. Naye ameendeleza pale pale ambapo aliishia. So nafikiri hawa wawili ndio wanathibitisha kwamba, lakini kwa the rest ya wapya kuchallenge hao ambao tayari ni wenyeji kwa maana ya kwa challenge Ahwa na Faisal, sidhani, labda muda bado unahitajika kwa sababu tuliwaona au viungo kwenye mechi za kwanza za kirafiki ambazo klabu hizi zilicheza, na pengine kwa sababu hazikuwa mechi ambazo zina target aidha kuchukua alama 3 au sio, zilikuwa zina target tu kuangalia kimbinu timu zikoje na wanajiandaa vipi kuelekea msimu mpya. Pengine tuone mechi zitakavozidi kwenda hizi zinaweza zikatengeneza kitu kwa wachezaji ambao ni wageni. Wapo wachezaji ambao huwa wanahitaji muda zaidi kuchanganya na kuonesha ubora wao kiundani zaidi katika mechi ambazo ni muhimu kiushindani. Kwa tusubiri. Ndio kwanza mechi mbili zimechezwa, bado mechi 28. Mimi ukiniuliza nitasema katika hizi mechi mbili za ligi kuu za hizi timu 4 ambazo wanashiriki mchezo wa CAF, nambari 10 bora namtaja ni Faisal Salum. Namba zake zinazungumza, mabao mawili ambayo ameenda kuyafunga, lakini ametengeneza clear chance 5 ambazo kwa Azam angezitumia, ina maana ingepatikana mabao 5. Angekuwa na assist 5 tuseme, umeona. Lakini pia ukizungumzia kwenye tunasema contribution yake kwenye kocha Azam FC kwenye eneo la kimuundo na eneo la kimfumo, ndio maana kocha ameendelea kumpa nafasi ya kucheza. Unajua miongoni pia mwa engo kubwa kukutaja wewe kukupa nafasi kubwa ni kucheza. Yaani kwa nini wewe umekuja alafu unakaa benchi? Umeelewa? Katika hao na 10 ambao tunawazungumza ambaye amekuwa na uhakika wa kucheza dakika zote 90 ni Faisal Salum. Sasa tu mechi iliyopita alitoka bench mechi iliyopita dhidi ya JKT. Lakini ukiangalia namba zake zimekuwa ni nzuri. Jean Charles Awai ametoa assist sahihi, si ndio? Akifunga bao Rushain. Lakini ukigusa kwa upande wa Mo Dumbia, yeye kwenye mechi hizi mbili ambazo amecheza hajaweza kuonyesha yale makali ambayo alionyesha dhidi ya Willet Benguela kwenye mechi ya kwanza kule Angola, ambaye alitengeneza nafasi 6, 4 zilikuwa ni big chance, lakini Dube hakuweza kuzitengeneza. Kwa ukiwataja hawa pamoja na kina Kim Plus wa Singida Black Stars ambaye ni Chota Chama, na yeye ameonyesha kwenye kombe la shirikisho, maana kwamba alifunga bao, alifunga chuma mbili. Lakini ukiangalia kwenye hizi kwenye haya maeneo ya nambari 10 mpaka sasa, nafikiri Fei anaendelea kudhibitisha kwamba ndio X factor, kwa maana timu ya Azam inavyocheza inamtumainia sana yeye katika ile eneo ya zone ya 14 kuifanya timu iweze kwenda mbele na kutengeneza nafasi. Tukitoka hapo Balgano Makalomo, eneo la kiungo ukabaji ni eneo pia ambalo usajili ulikuwa ni wa kutikisa sana, yani katakata ilikuwa ni kubwa sana. Ukigusa kwenye Azam FC, ukigusa Simba, Yanga, ile eneo pia halikuachwa wazi. Ukienda Azam, Sadio Kanuti
Sahihi. Umeona? Ukienda Simba, Alassane Kante, sawa. Kamara Nabi, sawa. Usajili mpya katika eneo la kiungo ya ukabaji, kiungo ya kukata umeme. Ukienda Yanga unamgusa Conte, Bala Conte. Lakini pia akiwa pia na pacha sawa na kina Alassane Koma. Kwa hiyo katika ile eneo la kiungo ya ukabaji na eneo la holding midfield kwenye usajili mpya mpaka sasa Balogana Makalogo, yupi ambaye amekukosha zaidi? I say nafikiri sina mashaka na maeneo ya viungo wakabaji kwenye timu zote. Timu zote wako vizuri kutokana na playing, lakini mimi nitatumia kitu kimoja kwenye mtazamo wangu. Nasema timu kama haifungwi, safu ya ulinzi inafanya kazi vizuri. Manake kama tunasema safu ya ulinzi inafanya kazi vizuri ni kuanzia kwa viungo wakabaji wote. So far nitasema kwamba nimekoshwa zaidi na Simba. Kwa nini Simba? They have scored 6 goals kwenye 2 match. Sawa, mechi ya kwanza 3, mechi ya pili 3. Manake hawa viungo wakabaji kuna namna pia walikuwa wanashiriki katika kuifanya timu ifanye mashambulizi. Walikuwa na michango yao. Wakashinda mabao 3, lakini pia wakasimamia eneo la ulinzi kikamilifu kuhakikisha kwamba timu haipati madhara hata ikafungwa. Ushiriki wao upo wazi. Na takwimu bahati nzuri huwa zinaeleza katika mchezo. Zile takwimu huwa zitokei bahati mbaya. Moja kati ya kazi ya kiungo kiungo mkabaji ni pamoja na sio tu kukaba. Katika mpira wa leo unatakiwa kuwa kiungo ambaye unakaba, lakini pia unaweza kufanya mchezo ueleweke. Yaani cheza na wenzako, unakaba, unacheza na wenzako. Kwa hiyo hiki kitu mimi nimekiona kwa Simba kwamba wamefanikiwa zaidi. Mechi 2 hawajaruhusu bao lolote na wamepata mabao 3. Kina Kante wala wanafanya kazi nzuri, kishirikiana kina Yusuf Kagoma, kazi nzuri wanafanya. Kwenye ile eneo la kiungo ukabaji katika hawa wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye dirisha la usajili la kiangazi kwenye hizi timu 3, labda pia tuangalie kwenye nani ambapo walifanikiwa kuingia kwenye kikosi na kupata uhakika wa namba. Unajua mimi miongoni mwa criteria ambayo ninapima kwamba huyu ni mchezaji ambaye amefika na ameclick ni usajili ambao umefika kwenye kikosi alafu umepata nafasi ya kucheza. Umeelewa? Yaani kwa back to back. Umeelewa? Yaani hili japo unaweza ukafika ukapata namba back to back ni kwa sababu hakuepo. Yes, inaweza kwamba hakuepo, lakini pia sitegemei kwamba unakupa hakuna mtu kabisa. Kwa mfano, nitakupa mfano hai. Sawa. Njoo kwenye kikosi cha Yanga. Kwenye kikosi cha Yanga kwenye lile eneo ameongezwa mtu ambaye alikuwa anamtaja kabisa kwamba ndiye mrithi wa Khalid Aucho kwenye eneo la namba 6 ambaye ni Musa Bala Conte. Sitokea Satisfactions, ndio. Lakini ambaye amefika amemkuta Azizi Andabwile ameongezewa mkataba. Sahihi. Kuingia kwenye timu na ambaye ameshai anamkuta yule ambaye alikuwa apewe nafasi msimu uliopita. Yes. Ndio amekwenda kufanya Musa Bala Conte acheze mechi moja kwenye mechi ya ligi. Umeelewa? Sahihi. Dakika yangu amecheza mechi 2. Kwa hiyo Azizi nakumbuka aliingia hiyo mechi dhidi ya Pamba yenyewe, pia Azizi aliingia. Mechi ambayo Musa Bala Conte kama unakumbuka kwenye dakika zake 56 ambazo alicheza aliyepoteza mipira mara 8. Yaani hakuwa na uhakika, yani hakuwa na utimamu yani katika kuhold mipira. Kwenye mechi dhidi ya Pamba watu walimalamikia sana kocha Yanga wa kuperform vizuri kwenye kipindi cha kwanza. Lakini ukigusa kiini cha haya matatizo kilikuwa ni kiungo wa mkabaji, kiungo wa kati ambaye ni Musa Bala Conte, ambapo kama timu inatamani kuanzia chini, mtu wa kwanza kwenda kuomba mipira kutoka kwa Djigui Diarra ni Musa Bala Conte kama kiungo nambari 6. Sahihi. Lakini angalia takwimu zake kwenye eneo la ball possession, kwa maana kwenye umiliki wa mpira. Na ndio hiyo ikatokea kupoteza mipira mingi. Lakini pasi 12 incomplete, yani pasi ambazo hazikufika
Unajua unapiga pasi inaishia katikati au unapiga pasi inachukuliwa na mtu. Anasema timu ukitaka iwe dhaifu kama kiungo mkabaji anapoteza mipira. Hata awe anaipata kiasi gani, lakini kama anaipoteza sana timu inakufa. Na moja kati ya sifa kubwa ya Khalid Daud ni kutopoteza mipira. Ndio sifa yake kubwa sana. Pasi zake zinafika na uhakika wa kuchukua mipira. Sasa Musa Bala Conte dhidi ya Pamba, kocha akaona kuna kila sababu ya kumtoa akamuingiza Azizi. Kwa sababu gani? Timu yatabana kutoka chini, mpira kiipata yeye na kwenda kupotea. Kwa hiyo angalia mechi dhidi ya Mbeya City akaona hii mechi ilikuwa very crucial pia. Ndio. Wacha nianze na Azizi. Akazima mpaka dakika 90. Kwa hiyo unapata picha hapo kabisa kwamba kwenye eneo la kiungo ya ukabaji huu usajili mpya kwa maana ya Bala Conte bado hajaweza kukliki vizuri. Kwa hiyo tunampa muda, maana yake mpira wa miguu ni mchezo pia ambao kuweka kiba ya maneno, umeelewa? Lakini ukitoka hapo njoo kwenye kikosi cha Azam FC, ambapo hapo unamkuta mtu kama Sadio Kanuti. Sadio Kanuti ukiangalia kwenye hizi game mbili za Azam FC kazima zote. Game hizi mbili kacheza. Alikuwa amekuja kumreplace nani? Kanuti. Ukiangalia kuna Akamingo huko pale. Hakusajiliwa kama kwenda kumreplace mtu, lakini kuna watu. Kuna Yaya zaidi ambaye pia alikuwepo. Labda alikuwa ameondoka kwa sababu ameondoka Sospeter Bajana, alikuwa ameondoka unajua kwenye cost ya Azam Yes, Bajana kwenye ile eneo anacheza replacement. Japo alitua kabla hajaondoka. Bajana. Inawezekana klabu ilishajua mipango yake. Lakini ameenda pale kiko kuna watu wapo, Yaya zaidi yupo. Akamingo pia jana. Lakini yuko Mutasingwa pia yupo. Kwa hiyo Sadio Kanuti ameenda kwenye cost cha Azam ambacho kilikuwa na viungo kabaji ambao nao walikuwa na performance nzuri kipindi cha msimu uliopita, lakini kaenda kazima mechizi na walikuwa wanapitia kwenye mpito wa injury hivi Mutasingwa na kuna Yaya zaidi. Na hata ukiangalia sijui kwenye utimamu manake hapa I say nauona ushindani mkubwa sana baadaye katika hilo eneo kwa upande wa Azam. Kama Yahya Omar Zaidi anarudi katika ubora wake, lakini pia Mutasingwa anarudi katika ubora wake, kuna vita kubwa sana ya namba bado. Na ukiangalia kwa upande wa Yahya amecheza naye mechi mbili, dakika 180 amecheza. Ndio ambaye amekuwa akicheza naye pale kama double. Na mara nyingi Yahya Omar Zaid alikuwa akicheza na akiingia uwanjani atakuwa na Mutasingwa. Mara nyingi atakuwa tu na Mutasingwa. Akamingo atakuwa chini yao au atakuwa atasogea juu. Sasa manake sasa hivi walikuwa wanaanza Kanute, Yahya na watatu Akamingo, Yahya na Kanute. Sasa hivi Azam inavyokwenda kuoperate ni kwamba mbele ya Kanuti na Yaya na kwa Faisal. Sawa. Chini huko ndo atacheza Akamingo sasa. Wao namba 8 na namba 6. Namba 10 si Faisal? Yes, sahi. Wao 8 na 6. 8 na 6. Kwa hiyo upande wa kulia unamkuta Abdul Suleiman Sopu. Ndio. Na Barakat unamkuta upande wa kushoto. Alafu Jafet Kitambala ndio kama center striker, si ndio? Yes. Kwa hivyo Sadio Kanuti kuenda na kuanza kucheza ina maana ameclick, kwa maana mwalimu ameona kile ambacho anampatia kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo katika ile eneo la kiungo ukabaji, mimi ukiniuliza ambaye amenikosha nitamtaja mtu kama Sadio Kanuti ambaye nimemshuhudia kuanzia kwenye numbers ambazo yeye kwa nazo. Kwa nini? Angalia miongoni mwa eneo ambalo mimi siku hizi napenda sana kuliangalia kwa kiungo mkabaji, ninapenda kuangalia falsafa ya timu ni inasemaje, na wewe kama kiungo mkabaji kwenye modern football unahitaji kuwa nani? Ni mchezaji na Kanute ni mchezaji ambaye hana yani huwezi kumtilia shaka kulingana na uwezo wake. Sio mara ya kwanza tunamuona akicheza Tanzania, alicheza akiwa na Simba. Kama nakumbuka kuna clip moja inatembea sana inazungumza kutopewa red card kwa nyota wa JKT, ilikuwa ni mchezaji wa mwisho last defender. Yes. Ambako alikuwa ni Barakati alikwenda kutaka kufunga bao. Yes. Unajua ile pasi alipiga nani? Sadio Kanuti. Vitu ambavyo amefanya mara nyingi sana akiwa pasi vizuri kabisa. Ni miongoni mwa viungo kabaji ambao ni good passer. Yes. Timu inapokuwa inataka kufanya transition. Na mimi napenda kusema kitu kimoja. Mimi kiungo bora holding midfielder ama defensive midfielder, usifii kuwa na nguvu sahihi, maarifa au usifii kukiwa kukabakaba. Tunakusifia namna unaitumia akili yako kimbia zaidi kiwanjani. Akili yako ndio ikimbie kuliko miguu yako. Sahihi kabisa. Kwa nini?
endapo timu inapokuwa inataka kutoka chini kwenda juu, wewe ndio mtu wa kwanza. Kama timu ina opt kutumia counter attack football, yani mashambulizi ya wewe ndio msuka mpango wa kwanza kupiga hizo counter. Yes. Umeelewa? Kama timu inafanya mashambulizi kwenye eneo la transition, kwa maana ilikuwa inakaba, sasa imepoka mpira kwa haraka ifanye quick reaction, mtu wa kwanza ni kiungo mkabaji, kitu ambacho Kanute amekithibitisha kwenye hizo mechi zote. Kwa maana ni zaidi ya hao ambao wameingia kwenye dirisha hili. Sahihi. Hebu tuje kwenye eneo la ulinzi Makalomo. Unajua hapo kwenye ulinzi hapo kwenye ulinzi unajua tena moja kwa moja kwa nani? Maana yake yani unajua sijui ni udhaifu, sijui ni ubora, unajua clean sheet sijui na siri gani na safu ya ulinzi, kwamba of course safu ya ulinzi ndo tunasema ni roho. Unajua kama kipa hajaruhusu bao, maana yake mabeki wake wanafanya kazi nzuri sana kuhakikisha kwamba aidha afikiwi ama mpira ukimfikia unakuwa tayari uko kwenye pressure ndogo kwa sababu ya upinzani ambao safu ya ulinzi imeuonesha. So obvious was kukwepa kuitaja Simba, pia utarudi tu kwenye Simba, lakini pia utarudi kwa na second itakuwa ni Singida Black Stars. Wameshinda mechi zote kwa 100% na hawajaruhusu goli, right? Lakini pia utakuja kwa Yanga ambao hawajaruhusu goli hata moja, lakini walitoka na clean sheet kwenye sare tasa. Hapo utawafuatia kwa nini Yanga wamekuwa ni watatu, right? Ni kwa sababu hata sare walioipata haikuruhusu bao, right? Lakini ushindi ambao walopata pia hakuruhusu bao. Unaona? Na hapo ndo nakuja kumaliza na Azam sasa, ambao Azam walishinda mechi ya kwanza dhidi ya Mbeya City, lakini wakaruhusu bao ambao likapelekea mchezo kuisha kwa sare ya 1-1 dhidi ya JKT Tanzania. Yes. Kwa hivyo Simba wako vizuri kwenye eneo la ulinzi. Wamelinda na mabeki wamehusika kwenye mabao ambao wamefunga takriban 3 kwenye mabao 6 ambayo yamefungwa na Simba. Mabeki ndio waliofunga hayo mabao. Kwa hiyo wamefanya kazi ya ulinzi, lakini pia wameshiriki kwa 100% kwenye mashambulizi, hata wakaipa timu mabao ambao wamekwenda kuipa timu alama 3 muhimu kwenye mechi ambazo tayari wamekishacheza. Ukienda kutaja hizo timu 4, Simba, Yanga, Azam na Singida kwenye eneo la ulinzi, kwa kumalizia, ukiondoa clean sheet kwa maana kwamba hajaruhusu bao, timu ambayo haijafikiwa na mpinzani mpaka sasa, yani haijafikiwa kwa maana hajawatengenezea wapinzani big chance, ni Singida Black Stars. Singida Black Stars. Unaelewa? Yes. Uko sahihi, ndio? Uko sahihi. Kwa hiyo unaweza kuwa umepata clean sheet, lakini wapinzani wako walifika wakapata big chance ila wakakosa, au walipata nafasi ila wakakosa, si ndio? Kwa hiyo unapata picha kwamba sio kwamba ulikuwa bora sana, wapinzani wako walikwama. Kwa mfano tukianza na bingwa tetezi Yanga dhidi ya Pamba, walifanikiwa. Pamba wakupiga on target, wakupiga off target, no big chance, sawa? Right. Mechi ya pili dhidi ya Mbeya City walipata chance big kabisa. Yes. Za jioni kabisa. Ile ya Mayanga akiwa amepewa pass na mara nyingi, right? Na mara nyingi na Jigidi Yara akaenda akaokoa. Kwa hiyo Yanga kwenye game 2 wameruhusu big chance. Sawa? Wamekwenda kuruhusu big chance. Njoo kwa upande wa Simba kwenye game zao 2. Lakini uwezi pia kuepuka kusema kwamba safu ya ulinzi ilikuwa bora. Ndio maana nikakupa picha kwamba unaweza kuja ruhusu bao, lakini wapinzani walipata big chance. Sio clear chance. Yani sio big chance ambayo kulikuwa kuna uwezekano wa kupata inazidi 70% kuconvert kwa goli. Njoo kwa upande wa Simba, nafasi ya pili msimu uliopita, mechi ya mwisho kwa maana na Mungu kupata hiyo big chance hakupata, si ndio? Sahihi. Lakini mechi ya kwanza dhidi ya Fountain aliimba sana kiungo wako Mkabaji, na mkubali sana. Nani aliimba sana mechi ya Fountain Gate na Simba. Nani Kagoma? Was Fountain Gate. Wa Fountain Gate. Mzee wa kuchomekea. Nani yule? Ami jina limenitoka bahati mbaya. Anavaa amewatoa jasho sana. Anavaa jezi namba 8, Mokono. Mokono. Elimu Mokono. Yes, asante sana. Elimu alipata nafasi 2, big chance 2 za kuifunga Simba. Kwa Simba kwenye game 2 hawajaruhusu bao, lakini waliwapa nafasi Fountain Gate kupata big chance 2 za yes, ambazo ni wao hakuzitumia.
njoo kwa Azam FC dhidi ya Mbeya City hakupata hizo big chance, lakini njoo kwenye game dhidi ya JKT wameruhusu bao. Yes, sio tu big chance, yani wameruhusu bao pia na bao. So umeelewa? Lakini Singida Black Stars game yao dhidi ya KMC, dhidi ya Mashujaa hakuna big chance kwa katika hizi. Naruhusiwa hapo kupindua. Unaweza lakini bado unajua kwenye mpira namba za mpira ni za ajabu kabisa. Bado utaipa nafasi Simba. Imeshinda kwa margin ya mabao mengi. Ndio maana nakwambia kwamba ukigusa kwenye maeneo mawili ya mchanganuo, Simba safu ya walinzi inakuwa bora. Hajaruhusu bao, imechangia mabao pia. Yes, safu ya ulinzi. Lakini kwa Singida nao wanakuja kwa maana kwamba hawajaruhusu bao na safu ya ulinzi imechangia bao kwa maana ya Trabi naye kafunga bao. Yes, sahihi. Lakini kwenye kazi mama kwa maana ya kuzuia michomo na kuzuia mashambulizi mengi hatari, Singida Black Stars unawataja kwa maana hajaruhusu big chance. Kwa hiyo mimi ukiniuliza safu bora ya ulinzi katika hizi timu 4 mpaka sasa nitawagusa Simba kwa maana kwamba imechangia mabao na hajaruhusu ulinzi. Lakini na pili Singida maana yake kwamba wamechangia bao moja, unaruhusiwa lakini kuwa na msimamo unachokiamini unaruhusiwa. Mimi nitaja kwa maana nikaa kwenye facts kwa maana ya numbers zinavyosema. Lakini nikisema kwenye numbers ya big chance kwa wapinzani anakaa kwanza Singida. Umeelewa? Sahihi. Yeah, kwa hiyo ndio anafuata Simba. Ndio anafuata Simba. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo bwana at least tumezungumza kidogo na Makalobo kwa maana ya kupata picha kwenye hizi timu 4 za juu kwenye msimu uliopita na kwenye kile idara kuona ubora wao. Labda tu kwa sasa hivi tukumalizia, kocha wa Yanga abaki ama aondoke? Kocha wa Yanga kubaki ama kuondoka ni jinsi ambavyo watafikia mwafaka uongozi wa klabu. Uongozi wa klabu unayo malengo ambayo walihitaji kocha ayafikie. Sasa bahati nzuri au mbaya hayakutangazwa kwa umma. Uongozi ndio unajua, right? Sasa itabaki kwao. Je, wanachokiona kinakwenda kama ambavyo walipangwa wao? Kwa sababu wakati mwingine inawezekana shabiki akakwambia sipendi jinsi ambavyo timu yetu inacheza. Timu yetu mwanzo ilikuwa inacheza hivi, kwa hiyo kocha aliyekuja ndio amesababisha hiki. Lakini inawezekana kocha anaeleweka vizuri kwenye management kwa sababu anafikia zile targets ambazo timu inatakiwa kuzifikia. Labda hawajasema timu icheze mchezo mzuri, lakini anaambiwa kocha hakikisha kwamba tunapata ushindi, kitu ambacho ni muhimu katika kila mchezo. Hayo mengine yote jua wewe utafanya nini. Lakini management inaona kweli alama 3 hizi hapa, ushindi huu hapa, tunakwenda hatua ya pili, ushindi, vitu ambavyo ndio malengo mama. So unategemea nini hapa? Unless management iseme kwamba okay, hizi kelele za mashabiki kuna uhusiano zinaweza ukaharibika kati ya sisi na wao na ikawa ina affect mwenendo wa timu. So tufanyeje? Labda tu risk hivi iwe vile. Lakini so far mpaka sasa hivi ukiuliza watu kwa nini kocha aondoke, atakwambia tu icheze vizuri. Utamuuliza vipi ilishinda kushinda? Atajibu ilishinda. So what do you need more? Je, kuna timu ngapi zilishuhudiwa zikicheza vizuri alafu hasipati matokeo kwenye mchezo husika? Kwa swala la kocha abaki au asibaki, hilo mimi siwezi nikakuthibitishia tu kwamba eti aondoke au abaki, hapana. Katika muktadha kutazama mchezo wa mpira wa miguu, lengo kubwa pamoja na burudani ambayo unaweza kaitaka, lakini unahitaji pia ushinde mchezo. Ukishinda mchezo ni bora zaidi kuliko kupata mchezo mzuri alafu ukapoteza mchezo. Asante sana bwana Makalobo. Yeah bwana, mimi hilo swali bwana nimemchomekea Makalobo. Mimi kwangu mimi hilo nimeweka akiba ya maneno. Labda nikisema kwamba kukumalizia ni kwamba timu inayocheza vizuri alafu kwa inapoteza mechi ina asilimia kubwa kwenda kupata ushindi. Timu ambayo inacheza vizuri alafu kwa inashinda mechi ina asilimia kubwa kwenda kupoteza mchezo. Nimaliza hivyo kwa bwana Makalobo, sio? Umemaliza kitaalamu sana. Lakini yote ni sawa. Yote ni sawa. Mimi nasimamia wangu. Nasimamia tu hapo. Yote ni sawa. Subscribe ESN Production, lakini pia kupita kwenye ukurasa wetu ule wa Instagram, lakini bila kufanya hivyo pia unapaswa kufanya uweze kucomment. Bwana inabidi ucomment na wewe utuambie nyota bora ambaye amekosha mpaka sasa hivi kwenye hizo timu 4, usajili mpya ambao umekosha mpaka sasa, lakini pia usisahau kushare na wenzako. Usipate tu uondo peke yako, share pia na wenzako uweze kusikia Makalobo amemtaja nani kwa maana ambaye amemkosha, lakini pia pamoja na mimi. Kwa hiyo Makalobo kwenye Instagram unapatikanaje? Napatikana kwa handle ya Mwakalobo _ yani Mwakalobo ile ya L sio R.
Mwakalobo _ yani kile kideshi ndio _ kile, kisha herufi 2 tu pale J na R. So Mwakalobo _JR ndio handle ambao unapatikana nayo Instagram. Yes, mimi ni Leo Musikula _TZ, Mr. Takwimu. Mambo wa juu. Bwana nikutakia wakati mwema bwana. Bye bye.